Sema aina za ufunguo. Uweze kufunguliwa au kufungua baraka zako katika ulimwengu wa roho. Sasa kuna vitu ambavyo inawezekana uvijui katika maisha yako. Unaposikia ufunguo, ni ufunguo ambao unajua hapa nifungue nini, hapa nifanye nini. Kanisa mara nyingi sana hawajui siri ya ufunguo. Ndio maana tunajikuta tunapambana sana, tunaombewa sana, lakini hatujui kinachoendelea katika maisha yetu. Na ujue kwamba ufunguo hapewi kila mtu, anapewa watu walio tayari kupokea ufunguo. Neno kuu ni kitabu cha Isaya 22:22 hadi 23. Isaya mlango 22 hadi 23. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani mwake. Yeye atafungua wala hapana naye wala hapana atakayefungua. Ndio. Nami nitamkaza kama msumari mahali palipo imara. Naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Kwa nyumba ya baba yake. Angalia hicho kitu. Na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitaweka begani, na atafungua wala hakuna atakayefunga. Nami nitamkaza. Soma umezidi kunipenda, nitamkaza. Kumkaza wapi? Ni pale ambapo unapozidi kutii sauti ya Mungu. Mungu anakaza maisha yako yang'are, yaende viwango vingine. Amen. Leo tumesoma kuna aina za ufunguo. Hebu soma aina za ufunguo. Ufunguo wa kwanza ndio kwa neno, funguo na mabili kwa sadaka. Sema sadaka. Sadaka ni ufunguo unaotenda kazi kwa ajili ya kukumbuka agano lako na Mungu. Sema agano lako na Mungu. Agano langu na Mungu. Ufunguo inayozungumzwa sadaka wa mara nyingi sana tunafahamu kwa sura moja. Kwa sura moja. Sura moja tu. Sura moja tu. Lakini sadaka inasaidia sana. Na ufunguo ukiwa nayo katika ulimwengu wa roho, jua kabisa kwamba uchumi wako haitakaiguswa. Maana tayari una ufunguo wa uchumi wako. Watu wengi sana wanafuta muda angalia. Unaweza ukafanya kazi ukafanikiwa. Unaweza unafanya kazi usiku na mchana lakini hawafanikiwi. Wanafanya kazi asubuhi mpaka saa 4 lakini hawafanikiwi. Na wanaamka kila siku kufanya kazi lakini hawafanikiwi. Kwa nini hawafanikiwi? Hawajajua siri ya mafanikio yao imekaa wapi. Wa sadaka, hebu sema sadaka, ndio inakutambulisha katika ulimwengu wa roho kwa unahitaji nini. Ndio inakutambulisha katika ulimwengu wa roho kwa unahitaji nini. Ndio kazi ya sadaka. Sadaka ndio inayekuwakilisha wewe kwa Mungu kuwa wewe ni nani. Inakuwakilisha kwa Mungu kuwa wewe ni nani. Sadaka katika ulimwengu wa roho ndio huwa inatenda kazi ulioiamuru ifanyike au kitu kifanyike. Ndio sadaka inanena. Nimesoma maneno mengi, na nimesoma kitabu cha Zaburi ya 4:5. Nafanya mara nyingi sana kusomi Zaburi ya 4:5. Fungua. Zaburi ya 4:5. Toeni dhabihu za haki na kumtumaini Bwana. Na kumtumaini Bwana. Zaburi ya 10 mstari wa 2 na 3. Zaburi 10 mstari wa 2 na 3. Kwa kiburi chake asiye haki mnyonge anafuatiwa kwa ukali, na wanaswe kwa hila zao. Zaburi ya 10. Kuna kitu nataka ukijue hapa, kuna kitu nataka ukijue hapa. Zaburi ya 10. Mstari wa 3. Maana mdhalimu hujisifia tamaa ya nafsi yake, na mwenye choyo humkana Bwana na kumdharau. Sasa angalia, toeni dhabihu na kushukuru Bwana, mkamngoje Bwana. Manake dhabihu ni sadaka inayonena. Haito dhabihu. Sadaka inayonena. Mkamngoje Bwana. Toeni dhabihu, mkamngoje Bwana. Mdhalimu hujisifia tamaa zake mchana kutwa, naye mwenye choyo humkana Bwana na kumdharau. Huyo mwenye choyo nani? Ni mtu anasema hata nikitoa Bwana hata simuoni Bwana. Nimetoa sana. Hai mbona sioni matokeo ya kutoa. Huyo ni mdhalimu.
alisifia tamaa yake mchana kutwa. Mimi nafanya kazi zangu, nichoa kazi gani? Tayari huyu mtu anamkana Bwana na kumdharau. Ngoja nikubishe. Katika ulimwengu wa roho, unapotoa dhabihu au sadaka kwa Mungu, ukamngoje Mungu atatenda unachotaka kufanya. Na usitoe leo kumwambia unataka nikole leo. Hapana. Hivi leo unaweza kuotesha mbegu shambani, itoke tu kweli. Leo ukasema leo nataka mbegu yote, leo nataka mbegu yote, leo nipalilie leo, nivune kesho. Inawezekana? Inawezekana? Sasa huwa sadaka ni process. Unapotoa ni hatua. Inategemea na mbegu uliyootesha. Toeni dhabihu mkamngoje Bwana. Dhabihu ya kushukuru. Lazima mbegu ingie chini. Ionze, ikaanze ukadhaa ionze, ianze kuchipua, ianze kuchomoka taratibu. Unapalilia taratibu, piga dawa, wanyama nani kutambulia, piga dawa hatua kwa hatua, hapo mpaka mali inaingia, inaongeza matunda. Ni process. Sasa wengi unajikuta ni kweli unatoa sadaka au unataka kuona sasa hiyo. Hapana. Sadaka ni ufunguo, inatenda kazi katika ulimwengu. Na haitendi kama unavyotaka wewe. Na haitendi kama unavyochoa wewe. Inatenda mahali ambako hujui inatendaje kazi. Sababu sadaka katika ulimwengu ndio inayokumbusha mtu habari zake. Muulize Hezekia kutoa sadaka kwa ajili ya kusema siku napata shida nipate. Alitoa sadaka sababu alipenda Mungu. Sasa alipotoa siku ya baba yake, Mungu akaangalia sadaka. Alipoambiwa utakufa, hautapona, aligeukia ukutani. Alimwambia mkumbuka na kusi, nenda mbele zako kwa ukamilifu na kwa uaminifu unafanya hivi na hii. Mungu akaangalia akasema ni kweli Hezekia alifanya hivi. Akarudisha Isaya katikati ya njia. Na nabii alienda kwake akamwambia Mungu amesema tengeneza mambo nyumbani kwako, sababu utakufa au utapona. Alipomwona nabii mara kwanza akasema hapa Mungu amenitembelea nipone, lakini anapokea ujumbe mbaya. Ukikuta mioyo nyingine inakuja na kuletea ujumbe mbaya, sasa unakaribia kufa. Utalielewaje? Sasa baba ana huruma kweli. Amenimalizia. Sikiliza. Habari ya kufa kipo. Kuna kufa, kuna kulala. Kufa ni kwa ajili ya dhambi. Kulikuwa na uovu ulikuwa unafuatilia Hezekia. Kwa sababu sadaka ambazo alikuwa anatoa, ile sadaka ikamtumisha. Alipomwambia kumbuka na kusi, Mungu akaona. Aligeukia ukutani. Maana kwenye madhabahu, ukuta kiroho ni madhabahu. Aligeukia madhabahu. Mungu kumbuka na kusi. Nene baletoa kwa ukamilifu. Nimetoa sadaka. Ile sadaka Mungu akaangalia akasema ni kweli. Kaambia Isaya rudi. Mwambie Isaya. Amwambie Hezekia narudishia miaka 15. Ufuri ambao ulikuwa umepelekwa spiki nimerudisha mara ya 10. Rudisha ukivuli mwenyewe. Sasa leo rudisha ufuri miaka 15 kiroho, miaka mingi sana. Leo unakuta mtu akipata shida anataka kumponye saa hiyo. Mungu aliponya saa hiyo, lakini kipindi una raha, kipindi una hela, ishere, meshi, msiba, maisha yako imekaa hapo. Alafu unapeleka hela kule. Ukiambiwa toa kwa Mungu unasema hali yangu ni mbaya. Saa shida yako, Mungu yuko wapi? Wewe peleka kishoya huko. Ndio balaa. Sisi ulikuwa unamtumikia nani? Sababu pale ulipokuwa unatolea sadaka, moyo wako inakaa pale. Nasema hivi, mahali moyo wa mtu utakapokaa, ndipo sadaka zake zitakapokaa. Kwa pale ulipokuwa unatolea sana, moyo wako yuko pale. Sasa leo unatuletea shida, unatuletea ufundo, kisha eti unataka Mungu akupoe. Wewe ni nani? Na familia kijana ni wangu hapa amechangiwa. Nasema kumbuka. Sio kumbuka. Alikuja siku. Ameenda kwa ganga ametoa hela nyingi. Lakini akaja hapa anatoa 1000. Hapo nikamwambia kuna nguvu sasa kwenda kuna kwa milioni 2. Baada ya milioni 2. Lakini sadaka hiyo nguvu sasa itakatosa. Anakuja na nguvu sasa hivyo hivyo. Nikamwambia unauzwa kesi bwana. Aidha kanisa life au upigwe. Hiyo nguvu sasa zipokee. Waambie waje kwa utaratibu. Nikamwambia nini nikaja kwa utaratibu. Hiyo nguvu sasa za duniani. Sina maana Mungu akupenda, lakini sasa wewe umegharamia ni Mkristo. Ulikuwa unasikia habari za Yesu, lakini ukaenda kwa sababu kagharamia sana madhabahu. Alafu unakuja kwa Mungu, pole asikilepa, kurucho, unaleta madhabahu leo nunua miaka milioni 2. Unaleta benivunji hivyo jamani. Hasara ni kubwa. Sisi tunapata shida Mungu kwenye kanisa la leo. Na sio mpagani wa mtu, sio mpagani, na sio mtu wa hii, ni Mkristo. Lakini akapata shida, wanae kwa wachao.
Kama wanagaramia ni madhabahu, lakini hiyo wanakuja pole. Sikilepa nikamwambia hiyo ujinga tena sina. Kuna kitu nilikuwa nafanya hivyo, ilinigharimu miaka 5 kuvunja maguvu ya giza ya watu na vanyu usiku kila siku sema Mungu wangu, nini kinachotakiwa? Nikamwambia umenunua kesi. Kesi ya nani? Nikamwambia mtu alikuja na nguvu za giza, alinunua kwa bei gani? Alafu unakuja kuvunja kwa dakika 5. Bure. Nasema angalia msibakeni wa Mungu. Bure. Nasema bure. Bure ni hela. Hapa ni bure. Aliyekwambia nani kwa Mungu bure? Unapeleka kule hela. Huko unaleta pua. Hataki pua. Nataka hela. Kama bure nataka hela. Nataka purupura sura yako pito. Mungu akaelefu yako. Mungu naonekanie utauawa. Nikamwambia Mungu, kama ni wako naomba Mungu arudi. Kama sio wako suluhisha. Yule bwana siku Jumapili kesho yake tu wale ambao wamemloga wakaenda kushinda nguvu za giza alikufa. Ana Mungu ameniambia aidha mtu wa kanisa afe au nyumbani kwako mtu afe. Nikamwambia nani afe? Ndio mwanangu wa kanisa ni afa kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sababu sasa nisikilize. Kila mtu nisikilize. Kama jinsi ulivyokuwa kipekee madhabahu. Sasa shida yako ile madhabahu ikusaidie. Lakini nje hapo unatuzia kesi. Watu wanaona hiyo wanasema hivi, tuna nini kujua njia zako? Ondoka, hatuna haja ya kujua wewe. Watu wa namna hiyo ambao ni wachorogwa. Wana tabia namna hiyo. Mfano nitakuchayo. Mnanikatikia leo jana. Tuko kwenye eneo zuri. Sema amina. Nataka nikujenge. Mimi namtumikia Mungu siku zote. Nikimuita Mungu siku ya shida yangu ataniitikia. Kama natumikiaga mabahali, siku ya shida yangu nimuita Mungu kazi gani? Atanisikia kwa ajili ya nini? Nini anachokumbuka? Nini ambacho atakaye asema kweli, huyu mwanangu leo amepata shida hii. Ngoja nimwangalie huyu mwanangu leo, maana shida aliyepata ni kwa ajili yetu. Mungu ataangalia. Maana Mungu hakumbuki maneno, anakumbuka neno. Nakumbuka kitu tulichofanya. Samani 21, Ayubu 21. Mstari wa 15. Tuanze mstari wa 14 tupate picha hadi mstari wa 17. Walakini walimwambia Mungu, tuondokee. Hebu sema tuondokee. Tuondokee. Kwani hatutaki kuzijua njia zako. Huyo Mwenyezi ni nani hata tumtumikie? Nasi tutapaidiwa nini tukimuomba? Tazama, kufanikiwa kwao hakumo mkononi mwao. Mashauri ya waovu na yawe mbali nami. Je, ni mara ngapi taa yao waovu kuzimishwa na msiba wao kuwajilia na Mungu kuwagawanyia uchungu kwa hasira yake? Kwa hasira yake. Watu wana hiyo. Hapana, sisi wapate shida ndio wamwambie Mungu tusaidie. Walimwambia Mungu akiwa na raha tuondokee. Sababu tuna haja kujua njia zako. Tuna faida gani tukijua njia zako? Tuondokee, tuna haja na wewe. Kwa hiyo maana kwamba saa ya msiba wao wanamtafuta Mungu. Hadi saa yao Mungu tuondokee. Hatuna haja kujua njia zako. Wala hatustaki njia zako. Lakini siku ya mabaya Mungu atawagania hasira. Halafu unaingia huko kwenye hasira, mtu anapigwa na Mungu, halafu kaingia huko. Utapigwa sana. Hivi leo kuna Kristo ambaye Yesu anaponya. Tuongee ukweli. Kuna Kristo ambaye Yesu anaponya. Kuna Kristo ambaye kutoa sadaka leo. Kuna Kristo ambaye hilo sadaka ni maisha yake. Yupo. Tunakusudia kukosea wenyewe. Tunakusudia. Na Mungu anasema kwamba Bwana Mungu hatuoni. Hauko unamtumikia nani? Kuna binti mmoja ambaye alikuwa akipelekwa kadi ya kanisani. Na mshauri wa kanisa anasema, na mimi na kanisa nampeleka wengako. Sasa akipelekwa harusi anachanga. Sasa mimi niko tayari kuchanga harusi. Na ndivyo kizazi ilivyo. Ndio jamani. Sasa ndivyo ilivyo kizazi. Ndivyo ilivyo kizazi. Akipelekwa kazi kadi ya kujenga kanisa anasema, na mimi na kanisa langu. Kadi ya harusi leta. Anachanga mpaka milioni 1 milioni 2. Lakini ya Mungu hatoi. Siku moja sasa akapata shida, akaugua. Pelekwa hospitali, pelekwa wapi? Hakuna. Ambia tukishaamka ni ombeeni. Nikatafuta. Nikamwambia ulifanya nini kwa Mungu?
ili angalau tukuombee. Ulikaa sehemu nzuri, na ulikaa kwenye ofisi nzuri, na ulikuwa unapata hela. Hebu niambie, ni kitu gani unachofanya kwa Mungu ambacho kitamkumbusha Mungu angalau akurudishe maisha? Nilikuwa nataka kwenye harusi, nikamwambia basi maharusi akusaidie. Wale maharusi ndio washauri wakusaidie, ndio wakuombee. Sababu sina mlango wa kuingia. Sababu Mungu amekupa mahali pazuri, umekaa mahali pazuri, lakini Mungu haoni matunda. Mungu haone nini sasa ili akurudishe? Maana Paulo amesema kuishi kwa njia ya mwili ni matunda nini? Ya kazi. Na amesema kabisa kwamba kwenye shina imewekwa shoka, kila tawi lisiloweza kufanyaje? Ukatwa. Nasema ukatwa. Fanya kusema ukatwa. Nikamwambia, nini nitamwambia Mungu nini? Wakati wa raha yako ulifanya nini? Sasa Mungu ameweka kwenye nafasi nzuri, sio ulifanya nini? Sababu alikuwa anapenda manasa, anazunguka kwenye manasa, kunywa mapombe, yani ni anasa. Maisha yake ni anasa. Nikamwambia hivi, na mimi sina labda mkuombea ndio. Ndio rehema, nikamwambia hiyo rehema hamna. Sababu uliombewa sana na ulihubiriwa. Kuna mtu mmoja siku moja amemjia akamwambia Mungu amenituma moja, akamwambia nitapeli wewe. Jinga kabisa. Mungu alinituma siko kwa ajili ya kuokoa sana. Ndio sio kila mtu nitapeli. Kuna mtu anaweza kutuma kweli akakupa ujumbe wa kuokoka na kweli ukaokoka. Sababu yule hakutuma hela, alituma kuokoka. Mungu amesema mpenzi maisha. Kaambia peleka ujinga wako tapeli wewe. Yesu ametuma ujumbe. Ukakataa. Na wewe sasa ingekuta hata basi angalau ulikuwa unaishi hivyo, lakini unatoa sadaka. Mungu angeona sadaka zako. Bwana anaona sadaka zako ndio. Kwa hiyo alikuwa ana hofu ya Mungu tu, lakini alikuwa hajaokoka. Kitu ambacho Mungu alikuwa anaangalia kwa karibu kitu gani? Yesu alikuwa na ushindi wa kutoa. Alikuwa anatoa sadaka na alikuwa anamuliki. Alikuwa anatoa sadaka na anamuliki. Anapotoa anafurahia. Anapotoa anafurahia. Na aseme yeye ametoa, anatoa tu. Anafunga Bwana malaika wasiwasi. Nikamwambia sina namna ya kumwambia. Nikakata simu. Kamaliza kitatu akafa. Lakini aliacha ujumbe kwambia ndugu zake, mcheni Mungu. Mimi nimefungua mlango. Mcheni Mungu. Alifungua mlango kabisa mpaka mwisho. Hakuweza kutoka. Unajua Biblia inasema hivi, mwenye choyo umkana Mungu na kufanyaje? Na kumdharau. Sababu anajisifia udhalimu mchana kutwa. Udhalimu ni kitu gani? Mimi na hela. Mimi na maisha bwana. Nimesoma. Na nafasi kubwa. Najua na watu wakubwa. Siwezi kuna mtu mkubwa anaweza kuokoa wao wa mtu. Si marejesho anakufa. Si watu wakubwa wanakufa. Wenye voice wanakufa. Wenye pesa wanakufa. Msini mtu. Nini ulichofanya kwa Mungu? Sababu mwenye uhai wa mtu ni Mungu pekee yake. Uhai haiko mkononi mwako. Ipo mkononi mwa nani? Ndio maana kuuliza ni kama kibatari. Unasimika umetoa mara moja marehemu. Chao. Alifanya kwa mtu sasa hivi akifaa tutakimbiana huko ndani. Sai kesi na tulikuwa tunakaa pamoja hapa tunaongea. Haikuja mtu azimike chapo. Sina mbona mtu hapa mtalikimbia. Kuna mtu amefika kanisani mtalikimbia. Ndio sasa wao wa mtu hapa mkononi mwake. Niko mkononi mwa Mungu aliye hai. Na sasa hivi watu wanakufa ghafla. Mtu anakaa tu hivi ameondoka. Kwa nini? Mungu haoni kitu. Nini sasa ambacho Mungu ataona wale kuishi? Mungu anataka kuona unazaa nini? Nini ambacho anaona ili kwenda ajue kwamba huyu mwanangu hata akiishi atapata matunda kwake. Huyu mwanangu hata akiishi kuna kitu ambacho atafanya. Huyu mwanangu hata akiishi itapata faida. Nini Mungu ataona? Ataona ombea na udhalimu. Mungu anahitaji sisi. Saa ya raha yako. Saa unapofanikiwa tenda mema. Saa unapopata nafasi fanya mema. Wewe toa tu sadaka. Hivyo toa tu. Wewe toa tu. Ujui ni ipi utakayefanikiwa. Ujui. Wewe toa tu. Wewe toa tu. Mwambie Mungu naomba nipe neema kutoa sadaka. Hivyo. Unapotoa sadaka zile sadaka, Mungu atamtafuta mtu anayetoa sadaka. Ndio maana unaweza kukuta watu waovu wanatoa sadaka, lakini Mungu anawalinda. Siku ya mwisho wao Mungu anamtafuta na kuokoka. Anaokoka. Kwa nini? Mungu atamtafuta anayetoa sadaka unani. Sababu na sadaka inaweza kaonekana tu. Onekana sadaka tu. Wewe unatoa sadaka kwa wapi? Wala simuoni kwenye nafasi. Ndio maana kwa nini alitafutwa? Alitafutwa kwa ajili ya Mungu alitumia gharama, akamtuma malaika waziwazi. Hakumtuma mtumishi, alituma malaika. Sababu kuna mtumishi alifika kwa Kornelio, sababu Kornelio alikuwa akida, mkuu wa majeshi.
Alikuwa mtu mkubwa. Mtume utayafa akakuitia Mtume Petro akakwambia kitu cha kutakafanyika. Angalia moyo wake ulikuwa mgumu alipomtuma alipotuma watumishi wake. Petro alipokuja mioyo ilifunguka. Alipokuwa anahubiri Petro tu, Roho Mungu akaingia ndani yao. Alipoanza kuingia ndani yao wakaanza kunena kwa lugha mpya. Petro akasema, nataka zuia maji hawa ambao wananena lugha mpya kama sisi. Akawabatiza. Kwa nini? Mtu anayetoa sadaka moyo wake ni laini. Yaani wale laini lakini gumu, hata umulije na kwamba ni mwamba, unajipigiza kwenye mabaki, unaumia wewe. Anatoa tu mashauri. Ni gumu. Jiwe na kwenye maji. Baadaye unamwambia umesikia nini? Hali niko vile vile, hali ni mbaya. Hiyo ni mawe. Mwisho kwa ni mawe. Sababu ile sasa nitoke hapo. Mtu lichoa ni jiwe. Tunaonia mawe, hali yokoki, hali badiliki, inakaa duku. Sema nakataka roho katika jina la Yesu. Sema na ng'oa ni jiwe. Na wala ukigombea unamwambia unasikia nini niko vile vile. Mungu aikiko hapo bwana, atapita wapi? Ni jiwe hilo. Ng'oa ni jiwe mwenyewe, usipoling'oa, ushabari yako. Neno haliingii kwa sababu una moyo wa nyama. Una moyo wa nyama, yani ni gumu. Akasema huyu mtu anaoga nani? Kumbe ni mchoyo. Utoe fungu la kumi, utoe malimbuko, utoe zaka, utoe shukrani, utoe chochote. Mkwanza umejiwekea limiti ya sadaka. Ukitoa 1000, Mungu leo nimeshatoa nyingi sana 1000. 500 yako unakuja. Hebu niambie 1000 itakusaidia ni wewe ukienda dukani. Ndio wewe hapo leo unaleta 1000 kila siku. Sababu sio kama ndo sadaka yako. Lakini tu ndio dukani. Leo dukani 1000 itakupa nini? Hapo ndio dukani pamoja. 1000 itakupa nini? Right. Leo baada ya 1000 sikuwa dukani. Umedua nini? Hata nusana. Labda robo. Wake robo. Alafu ukale mwenyewe ukuchu. Ukafe huko. Alafu unakucha 200. Na kansi. Unatoa. Alafu unafundisha mtoto uchoyo. Unampa 200 mtoto 200. Unampa toa sadaka 200. Wewe umelaniwa wewe. Tena sio nani kidogo. Sababu kazi unafundisha watoto wa Mungu uchoyo wewe. Ni katika maisha. Sadaka ni kwa watoto na wakubwa. Mimi natoa kidogo. Lengo wakija kuchua mema na mabaya wajue mnakutumikia. Sababu nawafundisha kwa vitendo. Unampa 200 mtoto 100 na anashinda na watoto wanatekwa naye. Watoto wanatoa sadaka. Mungu akoje? Mungu haoni nini? Watoto wanateseka namna hii. Ibilisi anawateka watoto. Ibilisi anaharibu watoto. Leo unazaa mtoto baada ya muda amekuwa chagudoa, baada ya muda amekuwa chokora, baada ya muda amekuwa tatumzuka. Hebu niambie, anaoa mtaani. Unasema Mungu yuko wapi? Mungu hawezi kuingia hapa, ataingilia wapi? Leo unaona watu wameharibika, roho ya pombe, bangi, roho ya shisha. Imekamata watoto, mtoto mdogo anavuta shisha. Au unasema Mungu nisaidie, apite wapi? Ulitoa kwa nani akiwa mdogo? Unatoa nini kwake? Sababu sadaka ni ulinzi kwa mtoto. Ni sadaka ni kiunganishi ya ule mtoto nafsi ya Mungu kisheria. Si kama unaelewa leo jamani. Sasa wewe unakuwa tumboni mtoto umtolee sadaka. Unamzaa mtolee sadaka. Kwani anajua nini? Huyo ni mtu. Na katika ulimwengu roho alikuwa anadaiwa na miungu. Kama ndugu ilikuwa inamdai, kama hujatoa kwa Mungu, Ibilisi atatoa kwa nguvu. Pamoja nikuruhusu. Huwa madhabahu za shetani au madhabahu za ukoo ipo kisheria. Ipo kwa nini? Kisheria. Usipotoa kwa hiari, wanatoa wenyewe. Ndio unakuta mtu mwingine anafanya kazi yake, akipata hela hajui inaenda wapi. Wamechukua hela yao, wamekata hela yao. Au unaona watu wanaanza kufa au wanaugua, wanapeleka hospitali, wanachukua hela yao kwa njia wanayotaka. Sio utumiki, wanachukua wenyewe. Sababu unakuta watu kwa Mungu watoi, washana watoi. Sasa wewe wanani? Sababu ni kama tumoja kwa Yesu, jifuta tu uchoyo. Sababu lazima unapokuja huko, jambo la kwanza uchoyo kwa Mungu lazima utoe sana. Ili angalau ujengwe sana. Sema amina. Kwa shetani ulikuwa unatoa, kwa Mungu toa zaidi. Anasema unatoa zaidi kwa ajili ya maisha baadaye. Unajua kesho utazaliwa nini?
Uliokashuhuda kwa sababu mtu anapotoa anajenga neema mbele za Mungu. Anajenga connection. Alafu anazidi kuaminiwa. Anapotoa tena anazidi kuaminiwa. Anazidi kuwa karibu na Mungu. Hivyo unapofungua. Sasa ufungua sasa uchumi wako, maisha yako yote. Ukifungua hakuna atakayefunga. Ukifungua baraka zako hakuna atakayefunga. Ukifungua biashara yako hakuna atakayefunga. Ukifunga ubaya hakuna atakayefungua. Sababu hakuna mchawi daima anayesogelea mlokole anayetoa sadaka. Hata siku moja mlokole anayetoa sadaka kiroho huyo mlokole yuko chungu kuliko viumbe vyote. Lakini mlokole anena kwa lugha tu atoe sadaka, huyo ni magaizaji, ni lokola. Kama chochote. Au lokola anacheza tu lokola. Hadi chochote. Yesu anasema msalaba, sikiliza mimi nasema hivi, msalaba mikono mitupu. Wewe unakuja mikono mitupu. Utoe zaka, utoe sadaka maana. Hapo unasema tu Yesu nionekanie. Na kwa leo utateseka sana. Utangoja sana. Utaingia guru umechoka umezeeka. Kwa hiyo mwili wako sema nguli chini kutoka hapo. Kama kuanzia leo. Pepo, au sio toka nje. Kama sio vizuri, nenda kwenye kanisa moja. Ndio kanisa na watu 250. Bwana nibebe. Sema amina. Utachoka bure. Utanisesha bure kwenye madhabahu. Nitaonekana kwanza mchinga kabisa. Naambia mtu gani? Sababu huyu mtu anapompeleka kutokea, Mungu anakueleza.